ambayo inajiendeleza vyema pale Kakamega licha ya kutoka katika matabaka tofauti. Mtazamaji, kwenye mwezi wa Aprili mapema mwaka huu, ripoti ya Wizara ya Afya iliashiria kuwa zaidi ya visa 1045 vya mimba za mapema viliripotiwa miezi ya Januari na Februari mwaka huu pekee. Huku shilingi bilioni 25 zikitumiwa kila mwaka kupambana na maambukizi ya virusi vya ukimwi, kuna wasiwasi kuwa wasichana wanaopata ujauzito huenda pia wakaambukizwa virusi vya ukimwi, kwani kwa mujibu wa serikali, visa 98 vya wasichana wadogo kuambukizwa virusi huripotiwa kila juma. Lakini je, serikali inafanya nini kukabiliana na hali hii? Mwanahabari Tobias Chanji na maelezo zaidi. Katika mtaa wa mabanda wa Moroto jijini Mombasa, tunamkuta Asha ambalo si jina lake halisi. Asha na umri wa miaka 17 na ni yatima ambaye alimpoteza mamake akiwa mdogo sana na hajawahi mtupia jicho babake. Anaishi katika chumba hiki kidogo na dadake mwenye umri wa miaka 22 na aliye na watoto wawili. Hivyo kwa shule maisha yalikuwa magumu hivyo, mara naenda kama nimekula na ngangana hivyo narudi nyumbani. Saa zingine naenda kabla sijakula na nashinda na narudi. Ilikuwa wazi kuwa hangeendelea na masomo yake. Kabidi na mimi pia niache shule sababu anaweza kunisomesha. Baada na hapo ngapata mtu akanidanganya njoo ngweke nyumba maisha yatakuwa vizuri. Mtu mwenyewe akanizalisha akaniacha. Dada yake walikuwa wasamaria wema kwake Fatma, ambaye sawia tumelibana jina lake halisi. Wanaishi pamoja katika chumba hiki wanacholipia kodi ya shilingi 2500 kila mwezi. Fatma ambaye ana siku chache kutimiza miaka 18 aliwapoteza wazazi wake wawili akiwa chini ya umri wa mwaka mmoja na kulelewa na jirani tu msamaria mwema, ila alipofika darasa la 4 maisha yalimuia magumu, akakatiza elimu kisha baadaye akajifungua akiwa na umri wa miaka 15. Nilisoma nikaisha standard 4. Kuzaa nilizaa nikiwa na miaka 15. Na kiupande na wazazi, kiukweli sina wazazi. Niko mimi kama mimi. Huku hali ya uchumi ikawawia ngumu, wawili hawa sasa wanajihusisha na kuuza ngono. Ongea na dadake akasema sote ni wasichana na watu ni duniani ni kusaidiana. Ndio akaamua kunihifadhi hapa kwao mpaka hivi sasa, mpaka nilipojifungua. Mtoto wangu nimemlelea hapa na hiyo kazi hiyo ya kubangaiza. Kwa sababu nilikuja nikakuta kazi ya nyumba pia haitoshi mahitaji kabisa. Kwa sababu unaenda kubangaiza unakuta unarudi nyumbani na shilingi 500 na umekuanzia asubuhi mpaka jioni. So nikaona wacha kazi ya nyumba niende mfanye asubuhi mpaka jioni, na nikirudi hivi jioni natoka na mwenzangu rafiki yangu tunaenda tunabangaiza nje. Alafu sasa mimi nafanya hii kazi ya kujiuza. Kusema tu kweli na jani fichi. Sasa mimi nashinda tu hapa nyumbani na mtoto, sister yangu akishatoka huko namwacha mtoto, mimi naenda narudi asubuhi. Ngana na Marilyn Laini ambaye ni mkurugenzi wa Nkoiju Africa, shirika ambalo linashughulikia wanawake wanaouza ngono. Maelfu ya wasichana wadogo wanajihusisha na uuzaji ngono. Takwimu zikiashiria kuwa wale wenye umri wa miaka 18 hadi 24 katika eneo bunge la Nyali pekee ni 2700. Mwezi Aprili mwaka 2022, katibu mkuu katika Wizara ya Afya Susan Mochache alifichua kuwa japo visa vyenyewe vimepungua kwa 71% tangu mwaka 2015. Our efforts are yielding fruits, and that's why we are here to dig in even further. Similarly, although cases of sexual and gender-based violence are still a major concern, our concerted efforts have gone a long way to stem these vices and make Kenya a much safer place for girls and women. Kwa sasa makamishna wa kaunti 47 nchini wameagizwa kukaza kamba katika vita dhidi ya mkondo huu wa kutisha. The PSC can attest that we are all having sleepless nights. We spend around 25 billion Kenya shillings every year just to buy commodities to manage and prevent HIV. And this 25 billion over the years, we were being supported by our partners. Right now, Madam PS can attest that we are struggling to see where do we even get fiscal space to begin to ensure that we are putting everyone on treatment. So it is a self-defeatist style for us not to stop new HIV infections.
because without doing that, we are not going to sustain the HIV response as a country. Wanakusudia kuhusisha nyumba 10 na mikutano vijijini. Waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i anasema hii sasa ni agenda ya serikali inayolenga vilevile kupunguza unyanyapaa. You are not understaffed because we are all working together. So where you find shortfalls, we step in and we complement each other and ensure that we reach out to our people and deliver services to our people. Na mtazamaji, basi kufikia hapo hatuna la ziada. Asante sana kutazama taarifa za KTN leo. Kukukumbusha tu, kesho ni siku ya Jumatano mtazamaji. Kwa niaba ya kampuni ya Standard Group tunawatakia kila laheri wale ambao wanaendelea na sherehe za siku kuu ya Eid, lakini kwa wengine bila shaka itakuwa ni siku ya kazi. Naitwa Alimanzi, tukutane tena